والصلاة والسلام على سيد المباهج والمفاخر سيدنا وحبيبنا مولانا محمد ابن عبد الله رسول الله الموهوب من ربه أفضل المعارف وأشرف العلوم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أهل الشجاعة والفهوم وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم اللقاء المعلوم. أما بعد، يا رب اشرح لي صدري ويسر أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Baada ya kumhimidi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehema na amani mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wasallam, tunaendelea na kukumbushana masala mbalimbali katika dini yetu, na siku yetu hii ya leo huwa tukisomeana masala ya fiqhu tahawulat, utambuzi wa kujua mabadiliko mbalimbali yaliyotokea na yanayoendelea kutokea, irtibatan bihayatina al-yawmiyya, kuyaunganisha na maisha yetu ya kawaida. Kwa sababu ya nini? Taqwiyatul iman, kuikuza iman kwa kusikia yaliyopita ambayo wenzetu walithubutu, yani walikuwa na utulivu mpaka wakapata daraja za juu, na pia kuzihifadhi hifdhi alal iman au hifadhi alal imanina, kuzichunga na kuzitunza imani zetu. Maana imani tabia yake inazidi na kupungua. Ndio bwana anachuona wakatuambia kwamba tuwe katika swala iman daiman, tusirudi nyuma. Wakum minal imani fi mazidi bikathri salati wa taati, huwa katika imani daima ndio mwenye kuzidisha kwa kukithirisha taa, swala na mambo mbalimbali. Ukiacha hivi bila kuiunganisha, imani inashuka. Kwa hiyo ndio maana tunasomeana masala kama haya, tunaelezana kwa sababu ya kujikumbusha na kujiweka sawa zile imani zetu. Tupo katika kuelezea alamatul saati alwusta, alama za kiyama za kati na kati, na tukasema kwamba hii haina maana kwamba labda level ya ukubwa wake na athari yake na umuhimu wake, la, yote tutakaeleza yana level moja, yana ukubwa mmoja, yana umuhimu kwa namna moja, isipokuwa imeambiwa hii ni sura, hii ni usta, hii ni kubra, kutokana na time, zama zile zilivyokuwa zikitokea matukio. Amekija alamatu saa kubra tena, huko ndo kunakuwa zama yake ni ya mwisho, hakuna tena suali, hakuna tena kuomba urudishwe ufanyeje na kuimaliza. Lakini kwenye usta au sughra, hapa kidogo kuna wepesi wa kuzidi kuendelea kumwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akujalie wepesi. Katika moja ya alama hizo, baada ya kuwa wiki iliyopita tumeelezea na kukumbushana mauqiatul jamal, ambayo ni fitna ilifanyika kutaka kulipiza kisasi cha cha sahaba Uthman bin Affan. Kwa sababu pia wagawanyika hapo, na ikaendelea mgawanyiko huo mpaka ikatokea mapambano mengine au tukio jingine ambalo leo ndio tunalihadithia, tukio la 9 katika hizi zama za wusta. Matukio yaliyotokea, hili ni la 9, na sababu yake ni hiyo ya kwamba masahaba waligawanyika kutokana na fitna iliyoanzishwa baada ya kufa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tukiangalia mawqiyatu saffain au mawqiyatu siffain, yote inakuwa ni kitu kimoja, tukio la safu mbili. Ni tukio gani hili? Na ulama wamehesabu umehesabu ili jambo kama hili ni katika alamatul wusta,
ambapo Mtume SAW katika hadithi sahih ambayo ipokea Imam Bukhari kwa nambari 6400 kwa nambari 400 kwa nambari 4448 katika hadithi za Bukhari, kwamba Mtume SAW alisema hii ndio sharru qatil, asema hawa ndio shari waliouliwa baina safain ahaduhuma yatlubu almulka, kwamba hawa watapambana, watapigana, watauana, lakini katika kupigana kwao mmoja wao anagombania ufalme, anagombania ukubwa, kwa kwamba fitna ilichonganishwa mpaka watu wakawa wanapenda kugombania na ukubwa. Kwa hiyo tukiona kwamba sehemu mtu anapambana ili apate ukubwa tu, reason kubwa ni ile kuona kwamba yeye atake ukubwa tu, ujue ni jambo ambalo madhumumu shar'an, ni jambo ambalo sio sahihi. Lakini kama unapigania na kupambana hiyo sehemu ili uweze kuwaletea wepesi watu wananyongeshwa au watu wanapelekeshwa sivyo ndivyo, hapo utakuwa huko katika sahihi. Lakini mjaradi tu kwamba wewe na wewe utawale, hapo itakuwa uko katika sifa mbaya sana. Sasa hii mauqiatu safaini ni kitu gani? Kwanza kabisa tujue mauqiatu safaini hii ilitokea mwaka 37 Hijria, na sehemu yenyewe hiyo ikaitwa Safain kwa sababu ni mpaka kati ya Raqqa na Furat. Ni mpaka, yani kama ni mto tu unaotenganisha miji miwili hii. Kwa hiyo ndio maana ukaitwa nini? Mauqiatu Safain au mauqiati Sifain. Katika baadhi ya nusha wanaandika namna hiyo. Ni eneo au ardhi iliyokuwepo kati ya nini? Kati ya Ar-Ruqa katika lugha nyingine wanaita ni mji huo, wal Furat, na ni miji ambayo inaopatikana maeneo ya kaskazini ya Syria, kaskazini ya nini ya Syria. Amirul Mu'minina jeshi lake ambayo ni Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiallahu anhu waliokuwa Iraq, na jeshi la upande wa pili lilikuwa la Muawiya, wakikusudia wao walikuwa ndio wako hiyo sehemu ya Sham, hao wako Iraq au wako Sham, lakini wakutana sehemu moja inaitwa Safain. Ukiangalia fitna hii ilikuwa ni fitnatul kubra, na itokea baada ya kuuliwa nani? Sayyidina Uthman. Kila mmoja alikuwa anataka jambo kwa haki yake, ikawapelekea waweze kuingia katika matatizo makubwa sana, wakaingia katika shida kubwa sana, ikatokea mgongano wa mambo mbalimbali, ikatokea udhaifu wa kiuongozi, ikatokea watu kuuliwa sana. Lam yaqum had fawran ala alqatla lita'dhur dhalika waqi'an la shar'an, kwa maana kwamba matukio yote yatokea watu walikuwa wamechelewa kulipizana kisasi, yani kumlipia kisasi Sayyidina Uthman, ndio ikapelekea ile kuvuka haya yote yaliokuja kusababisha masahaba wakaingia katika fitna. Baada ya Sayyidina Ali kufuatwa na watu ili waweze kukubali majambo ambayo yaliwapelekea waingie tu katika fitna kubwa ambayo ilikuwa sababu yake ni kupishana nani? Sayyidina Ali na Muawiya. Ndio maana utaona hata leo kuna distance kidogo hiyo. Wale ambao wampendao sana Sayyidina Ali wana distance kidogo na Muawiya, lakini hao wote kila mmoja ana mazuri yake na ana mapungufu yake. Ndio maana katika aqida ya ahli sunna wal jamaa sisi hatutakiwi kuwa define hapo. Mara nyingine hata wao wakawa wanahofia kuwasoma pia, maana usije ukamili kwa reason hii ukatumia logic,
kwa jinsi ilivyo hii bwana hapa Muawiya hata yuko sawa, kwa jinsi Ali bwana hapa Ali hasa yupo sawa au yupo sawa namna hiyo. Ikasa unaanza kuhukumu, na hawa ni masahaba wa Mtume radhiallahu ta'ala, wamepewa grade ya hali ya juu sana. Sasa kuhofia hilo ndio mara nyingine maulama wa al-sunna jamaa wanaacha kama ilivyo. Kwa sababu kubwa wao walipishana, na kama unakumbuka hadithi ya Mtume ikasema ndio sharu qatili, kwa sababu mmoja wao nini, yatlubul mulka, mmoja wao anatafuta ufalme. Mmoja katika thabati kuweka watu wakae vizuri, lakini wengine katika kutafuta nini, kutafuta ufalme. Kwa hiyo al-khilafu lam yakuna la khilafa, maulama watubainishia ile tofauti yao haiko kama wanagombania ukhalifa, wala tam'an fiha wala kutamani, bali tu kule kutafuta bora gani ya kulipiza kisasi cha kuliwa Sayyidina Uthman ndio ikasababisha matatizo yote hayo yakatokea. Sasa tuelewe nukta hiyo kwa kuelewa tarehe kwa insafu, kwamba hao wote hawakuwa wanapambania labda khilafa, yani mtu awe khalifa, yani Ali ibn kuwa khalifa na mimi nipiganini khalifa, la, haikuwa hivyo, bali kwamba ile Sayyidina Ali alichukua kaifiyatu tartib aulawiyatu shar'iyya fi al-qisas, kufuatisha ile namna gani ya kisheria ilikuwa bora zaidi kuhimiza nini, kuhimiza kisasi. Kwa mawqif Sayyidina Ali ikawa yeye ni kwanza ni kujitahidi kusiwe na madhara na kuifanya dola iwe katika udhibiti wake, tathbitu dola awala, akawa ameifanya namna iwe sawa na kuacha mambo mengine haya. Thumma alqisasu baada istiqrar al-umur, kisha alete qisas baada kwamba majambo imeshakaa sawa. Sasa kwenye kuzuia hilo ndio ikapelekea watu wakafanyaje, wakapigana, wakapambana, ikatokea kutokea. Kwa nini Muawiya akawa mpishana na Ali? Muawiya ndio alikuwa anakusudia lazima damu ya Uthman ilipizwe. Ali anasema kwanza dola ikae sawa, kwa sababu tumeshakuwa katika fitna hii, na kama tuko katika fitna basi tujitahidi kuiondosha fitna kama hii isiweze kuleta athari katika maafa zaidi. Ibn Taymiyyah pia naye katika Minhaji Sunna aligusia kitu kidogo hichi, kama kueleza kwamba kana Ali wa Muawiya mujtahidin. Hapa ndo watu wanapokosea wengi sana kwenye tarehe, yani mtu anasoma tarehe intimai hizbihi, yani kwa kufuatisha ile kundi lake linataka hivi na yeye anasoma hivyo kitarehe. Hata mara nyingine sisi pia tunajaribiwa katika madhhabu kwamba unayesoma masala kwa kuangalia ile dhehebu lako tu, sisi bwana, sisi hivi bwana, sisi hivi bwana. Kama kwa mfano inaweza kutokea kwamba watu wanafanya aqdi nikah sunna kwa madhhabu mathalan Abi Hanifa, ni sunna kutoa khutba kwa kusimama, si kama umeshalahidhi hili lazima khutba. Sasa ikitokea siku mtu ametoa khutba ya ndoa ile innal hamdalillah naudu ya kuozesha khutba al-haja, akawa amekaa, kwanza ni istihbab, kisha ataonekana kwamba huyu umefanya jambo baya zaidi. Kwa nini? Kwa sababu ile intimai madhhab, kwa sababu madhhabi yangu, kwa sababu hii ni kosa. Kwa hiyo nayo tuangalie na kusoma tarehe, tuwe ni nini, tuwe ni maudhuia, yani tuwe katika ile topic tu, usimili huku. Hapa ingekuwa hakuna ugomvi wala hakuna matatizo kwenye kila eneo, lakini kwa kuangalia mimi bwana mtu wa tariqa bwana, sasa siwezi lazima nifanye hivi bwana, mimi bwana salafi bwana, siwezi lazima nifanye hivi. Kuna mazuri tunayachukua, tunashirikiana, yale ambayo una doubt mtu unaacha, usishambe mambo ya riba, yani manake riba, yani wasiwasi, sio ile riba ya mali, ile riba, ili wasiwasi wako basi jambo uliache, kama tuambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, tunashirikiana ambao tuko wote vizuri, isiwe kuna magomvi, isingia udhaifu wa Uislamu kwa hawana nguvu. Lakini yote kwa sababu nini? Kwa sababu tuna udhaifu katika usomaji wa tarehe zetu. Kwa hapa Ibn Taymiyyah anakuambia
kana ala Ali wa Muawiya mujtahidin wal musib lahu ajran wal mukhti lahu ajru wahid. Ukiangalia katika Minhaju Sunna anaelezea kitu kama hicho kwamba wote hao walikuwa wajitahidi. Kwa hiyo ukata ijtihadi Sayyidina Ali anasema kwamba dola kwanza ikae sawa, jamani, ndio mambo haya tutafuatilia. Muawiya anakuambia la, haiwezekani. Kama Kiswahili vya kijana sasa lazima tukiwashe, yani la, haiwezekani tukae hivi tu bwana, ameuliwa alafu sisi tunakaa hivi. Kwa hiyo ndio maana ikatokea mambo kama hayo, yakawa msongamano kidogo na ikaonekana kama kuna fitna, ikaja vita vya nini, vita vya Saffain. Kwa hiyo tafawudhul qital ikawa inaendelea, yani ushawishi ule, huyu anakwenda huku, tarafani zote zinapishana. Ikatokea mapambano, kama ilitokea mapambano. Sasa watu wakawa katika hili, jamani, tufanye nini? Tahkim, tuweke hapa msahafu hapa, hata msahafu kinyuliwa mtu akakubali, ndio huyo, na ukataa ndio sio huyo. Watu wakaanza, nani anataka kwenda kisasi na anataka kwenda ni Ali yakae. Sasa natija ya kufanya haya yote, katika riwaya zilivyokuja kwamba katika vita hivi pia aliuliwa mmoja katika sahabi aljalili ambao Ammar, ambaye Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema kwamba huyu Ammar taqtuluhu fi'atul baghiya, maana kwamba ishara atakayemua Ammar na ni kundi ambalo baghi limefanya ubadhilifu, maana limefanya upotofu, yani Ibilisi mateka ile nafsi yao mpaka wamekuwa nini, wapotofu. Ndani yake ikawa khud'atu tahkim, wakafanya ujanja nini wa kuleta kitu tahkim, ili ionekane kwamba watakachofanya wao sio sahihi. Sayyidina Ali radhiallahu anhu Taimia ambaye yuko Kufa akasema, inni uqatilu ala haqqin, mimi nitapambana juu ya haki, yani maki nitapigana vita juu ya haki. La yaqumu wala yaquma wal amru lahum, wao watakubali ila yangu sasa ninavyoitaka au wasikubali, hiyo ni amri yao, lakini mimi nitapigana ala haki. Maana yake ala haki haendi kibubusa, atafanya khutwa na utaratibu mpaka ile kisasi kama ile kusudiwa katika Qur'ani iwe imetimia kwa namna ilivyo. Akasema nani, ambayo ni Nuaim bin Hamad anatuambia kwamba Bisan wa Jeshi akisema huyu Ammar akimsikia Sayyidina Ali akieleza maneno yake, akasema faqultu, nikamwambia li ashabi, kwa sababu mal maqamu hahuna, kwa ni nini cha kufanya au nini msimamo hapa? Waqad akhbarana anna al-amra laysa lahum, kwamba wametuambia wao hawahitaji kufanya kisasi wala kupambana. Fastadhannahu ila Masra, sisi tukamwomba Sayyidina Ali kwamba tuondoke zetu Misri. Fadhina liman shaa minna, akatuadhinisha katika miongoni wa sisi, wa ata kula rajulin minna 1000 dirham, kwa sababu alikuwa na nia nzuri, akawapa tena support kwamba waendelee kwa mambo yao yakae vizuri, kisha wataitana kwa ajili ya kisasi. Lakini waqamahu ta'ifatun minna mukhalifu dhalika, wakasema watu wengine wakasema hiyo ya kwenda kwanza kurest huko hata haipo. Kwa hiyo walichokifanya katika mzunguko wote huu, kukatokea mgawanyiko wa Waislamu sehemu hizi tatu, ambazo hizo ndio zilisababisha sana. Kuna watu wakafata, yani manaka wakawa ni atba'i an-namat al-awsat, wakawa ni watu wakati na kati, hawataki ugomvi, hawataki kuacha haki, wakawa watu kati na kati. Nao ni Imam Ali wa Al-Baiti na watu wa nyumbani kwake na wengi katika jamaa wale, Mungu kwamba Ali iko sawa, kwamba wacha dola ikae sawa, kisha ndio tuendelee. Kundi lingine ambayo ndio mara nyingi sana watu katika vitabu, kwa sababu inatajwa Shia katika Kiarabu, lugha ni kundi, yani pote la watu, grupu la watu ndio Shia. Sasa mara nyingi kwenye vitabu vya tarehe wanaandikwa Shi'atu tahkim, Shi'atu tahkim,
ambao hao ndo kharaja an Ali, wakawa wamemwacha Sayyidina Ali. Kwa nini yakubali kucompromise jambo kama hili wakati watu wanatakiwa wapambane kurudisha kisasi? Ndio watu nini, kikundi cha tahkimu ambao wale walionyanyua mashafu ili kwamba atakayokubali kufanya hivyo ni jamaa yetu, sio kubali kufanya hivyo wakaza bainana wa bainakum kitabullah, nani ambaye yuko sahihi tuhukumu kwa kitabu cha Mwenyezi Mungu. Na kwa sababu Ali alikuwa ni mtu hapendi kufanya magomvi kipindi kile, anaangalia dola, akakubali tahkimu. Kwa hiyo ikapatikana kundi la kumwepuka, na ndio hao walimlazimisha Sayyidina Ali afanyeje, akubali ile tahkim, akaikubali, ikawa sababu wengine wakatoka. Hilo kundi la pili ambalo linaitwa ni Shiatu tahkim, wakamlazimisha wakamrai Sayyidina Ali akubali tahkim, lakini ilipokuwa amekubali tu, kuna baadhi ya wengi wakatoka. Likapatikana gawanyiko la tatu, nao ni nini? Ni al-Khawarij. Nao ndio ambao kharaju ala Imam Ali, wale ambao wametoka sasa, wataki vile hukumu Imam Ali radhiallahu anhu kwa bitahkim, wakawa wameamua kufanya yao, ndio wao kina Muawiya na wengineo. Kama kabla ile fitna ilitokea katika nini, mauqiatul Jamal, ambao ilikuwa moto sana. Aisha naye akatoka, lakini wale wakatadarak, hakuwa kuna mapigano makubwa. Sasa baadaye wakaona mbona hali imekaa kama idol tu haijulikani, ndio zikaja mihuko kama hiyo, wakafikia hali ya nini, ya kuwa na tahkim. Kwa Sayyidina Ali akakubali tahkim. Abu Musa Ash'ari atualithia kwamba Amr bin Asi amesikia Muawiya akisema kwamba ile tahkim ilipokuwa imefanyika, watu wakagawanyika, na ndio ukawa fitna kubwa sana mpaka kufikia hali ya kupigana. Kwa hiyo hii mauqiatu Safain sababu yake kubwa ilikuwa inqisamul umma, kugawanyika ule umma kwenda katika hali ambayo ya hizi maeneo tatu, kwamba kuna watu walimfuata Sayyidina Ali kutokana na ile tahkim, kuna watu ambao walikuwa populisha wa tahkim walipoona kwamba kama ni ipo hata watu wetu, yani mtu anakujengea jambo tuifanye, ukishenga jambo yeye anajiweka pembeni. Ndio kama vile Ibilisi, kama shaytan idh qala al-insanu kfur falamma kafara qala inni bari'un minka inni akhafu Allah rabbul alamin. Wapi Ibilisi namuogopa Mwenyezi Mungu, akatosha fanya argument tangu zamani. Sasa wako watu pia nao hawapendi kuona taasisi au jamii imekaa kwa utulivu, watachongezwa. Sio kwamba nao wanahitaji kile kitu, mradi tu waingize sintofahamu katika lile eneo. Kwa hiyo hapo sasa umma ukawa umegawanyika, Khawariji wakadhihirika, khilafa ikaingia udhaifu, umma ukawa unapambana wao kwa wao, wakaunga ile wahdati safu ikawa imeondoka. Sasa ile safu moja ikaondoka, wakatogawanyika sehemu mbili, ndio sasa ikaingia ihtirab, mambo ya vita na kupigana, mpaka kufikia sasa hali ambayo ilikuwa ni mbaya zaidi kitarehe. Watu kauliwa kwa sura mbaya sana, na baadaye walirudi wakajutia katika kama hilo. Ndio maana maulama wakasema vitu kama hivi ni vya kuzingatia, kwa sababu mara nyingi mnakuwa katika hali ya utulivu, lakini vinaingizwa matukio ya kuwafanya nyinyi muende katika sura mbaya. Na ndio maana Mtume SAW katika hadithi ambayo ya Bukhari nayo kwamba amesema la taqumu saa, hakitasimama kiyama hata taqtatila fi'atan adhimatan da'wahuma wahida. Ndio maana naogopa sana watu wasiwaingilie masahaba. Anasema haitasimama kiyama, yani maana kuhesabiwa mpaka makundi mawili yapambane tena makubwa, ndio hiyo Muawiya na Ali, lakini wote wao katika nini? Katika da'wa. Umeelewa vipi Mtume sasa? Anasema wote wao katika nini? Wako katika da'wa, yani katika kuwalengania watu wafanye jambo la sawa. Da'wa yake ni kuwaita watu kwenda kwa Mwenyezi Mungu, ndio da'wa. Sasa manake hapa katika hii hadithi ya Mtume rawahu tena mutafaqun ni Bukhari na Muslim kwamba la taqumu saa, hakitasimama kiyama hata taqtatila fi'atan, mpaka makundi mawili yapambane.
tena makundi yenyewe adhimatan, mtume akasifu makubwa, maana kila mmoja ana power, da'wahuma wahida, lakini ile linganio lao ni moja, kwamba huyu anataka hichi, huyu anataka hichi, huyu anataka hivi, anataka hivi. Mwisho wa siku wanajikuta wameingia katika makosa kwa sababu tu ya kutaka ile haki itendeke. Kwa hiyo mara nyingi sana tunapenda kuwahusia ndugu zetu hapa, nataka nimalizie kwamba tusipende kuingilia sana usomaji wa tarehe kwa define masahaba, maulama wote na hadithi zao zinaashiria kila kitokeza fitna za masahaba, mwishowe inakuja wanaweka conclusion ya hadithi kuonyesha hii ni fitna tu. Kwa hiyo na nyinyi time yote inaweza kuja fitna kwa kubandishwa huyu na huyu, yule na yule. Kama sasa anaosoma maulidi hampendi asiyosoma, na asiyosoma maulidi hampendi anayesoma. Ni fitna tu, kwa sababu ukiangalia mambo yote ni faraiyat, ni mambo ya matawi, lakini usuliyat yote ni mmoja, asili zetu yote ni moja, kuna huku na huku. Kwa hiyo ni kitu ambacho tunatakiwa na sisi tuwe makini kama wenzetu kwa kimewapata kwenye daraja za juu na wamefanya mambo makubwa sana katika kuweka Uislamu ende mbele. Ukisoma Umayyad na Abbasid, Umayya, Abbasiyun na Umayyun, Amawiyun, katika Uislamu wamefanya kazi kubwa sana ya kuleta mambo ambayo leo hii yanatumiwa na watu mbalimbali, ingawa Waislamu wako nyuma kwenye hayo. Sisi tumebakia alhamdulillah, tunaingia zetu msikitini, tumepata pesa, tumefunga, tumeenda zetu hija basi, lakini yale mambo yaliyoasisiwa mpaka Uislamu ulikuwa una nguvu zaidi, Waislamu walikuwa upande wa dhaifu, wasiokuwa Waislamu upande wao wamejiongeza. Na kuna principle ya Mwenyezi Mungu kwamba ukifuata, yani kuna kanuni ambayo imeweka Mwenyezi Mungu ya ulimwengu, ukipita katika njia za kanuni hizo Mungu anakupa. Angalii imani wala angalii rangi yako wala angalii taifa, kwa sababu kashaziweka katika utaratibu zinaitwa natural gift hizo, kwamba lazima hizo ukifanya katika utaratibu wake utapata tu. Kisha ndio nakuja masala yako kwamba wewe umepata kwa njia sahihi au umepata kwa njia haramu. Tumwombe Mwenyezi Mungu atujalie tuwe na adab na masahaba, tuwe na adab na wema waliotangulia, na sisi tuwe careful katika kuingizwa katika fitna ima za kimadhhab, katika fitna ima za kitariqa, katika fitna za kamati. Maana utakuta hata leo zile kamati zetu zimekaa kijumuiya, hawa jumuiya hii, hawa jumuiya huu, hasa wengine wasiokuwa katika jumuiya watasaidiwa na nani? Hii ndio shida kubwa, ni fitna imetengenezwa kwamba kila mmoja atakasha jumuiya yetu ina power bwana, iko juu sana. Asili ambaye hana jumuiya inakuaje? Manake ni dhalili, wakati wa'tasimu bihablillahi jami'an, mtume ametumwa kuntum khaira umma. Huu ndio umma, umetajwa umma wote, tutatoka tuingie tusaidiane. Ni ajabu kwamba mapenzi na mshikamano wa Waislamu kalbunian wahid, kama vile jengo moja, yashudul ba'd al-ba'd. Hakuna kusema kwamba hii community fulani ndio unakuta leo Waislamu tuna udhaifu, kwa hivi wametengenezea vigroup, kila kigroup kinajali namna yake bwana, alafu kinajifakharisha bwana, taasisi yetu imefanya 1 2 3, nyinyi mmefanya nini? Wakati watu wanakuwa victim, yani wamejaa tele watu walio, kwa sababu wanaangalia yule mwenye kala yake, mwenye kabila yake, au wengine wasiokuwa na hiyo kala na hiyo kabila, خلاص watajua wenyewe. Mwenyezi Mungu asituingize katika fitna hiyo, na Mwenyezi Mungu asituingize katika mtani huo. Sisi wote ni ummatan wahida, ajili miongoni ambao yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Allahu ta'ala a'lam. Al-Fatiha. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وارزقنا العمل فيه يا رب العالمين. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. يسر أمورنا ما راحت قلوبنا والعافية والسلام في أبداننا وسلام في دين دنيانا برحمتك يا عزيز يا الله.
اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان برحمتك يا عزيز يا حنان يا منان. وصلى الله وسلم على محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين.